9 hadi saa 12 hadi saa 1. Kwa hivyo utapata nafasi ya kipekee kufuatilia mitandao hiyo na hata kufuatilia mahubiri kutoka hapa katika uwanja wa Waithaka, ikiwa ni katika jiji la Nairobi. Utabarikiwa sana na mahubiri, uchanganuzi wa Biblia pamoja na hata mahubiri ya unabii. Kwaya zitakuwepo hapa kwa ajili ya kukubariki wewe, na wala usihofu, maana utabarikiwa hata na maombi. Hakika yake utakuwa na ushuhuda wa kipekee. Tutakuwa tukirusha pia namba ya kutoa iwapo unahitaji kutoa kwa treasurer wetu wa kanisa, itakuwa ikiwekwa hapa, inatembea hapa chini kuhakikisha kwamba umeweza kubarikiwa zaidi. Na iwapo unataka kubariki crusade hii kwa njia, basi nafasi hiyo. Karibu waimbaji ambao wamesimama ni wa Heaven Targeters, watakubariki na wimbo mmoja, na baadaye atakuja mtumishi wa Mungu Fadhili Lubua, pastor kutoka pale taifa la Tanzania, ambaye atasimama kukubariki kwa saa 1:30. Karibu na ubarikiwe. Amen. Kuna viti vingi tu. Kuna wale ambao wanatafuta viti, wale ambao wako katika sehemu ile, kuna viti hapa viko bure, hakuna watu hapa mbele. Kwa hivyo kuna nafasi hapa mbele. Hebu na mje hapa mbele muweze kubarikiwa. Na sasa kwa njia kipekee namkaribisha mtumishi wa Mungu Pastor Daktari Fadhili Lubua aweze kutubariki kwa neno. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Wangapi wana furaha kama mimi katika mikutano hii? Tunamshukuru Mungu sana ambaye ametuleta tena katika raha yake ya neno la Mungu. Watu wa Waithaka, Mungu azidi kuwabariki sana. Wale ambao mko nje ya Waithaka, Waithaka iko hapa, ni miongoni mwa maeneo katika jiji la Nairobi ambayo watu wake wanafanya biashara kwa wingi hapa, na tuko hapa eneo ambalo Wakikuyu wametamalaki kuliko kabila jingine hapa Kenya. Nami nina furaha kubwa kukualika wewe ambaye unafuatilia mahubiri haya kutoka kwa mahali popote duniani. Tunao marafiki kutoka kule USA Marekani. Tunao marafiki wanaotoka hapa nchini Kenya kule Kisii. Tunao marafiki kutoka Mombasa. Tunao marafiki ambao wanatoka sehemu nyingi mbalimbali hapa nchini Kenya. Na hapa Nairobi wako wengi ambao wanafuatilia. Hata wakati huu nimepokea message kutoka pale Ngong ambayo inaonyesha kuna watu wanafuatilia mahubiri haya. Nimefurahi sana kuwa hapa, na tutakuwa hapa kwa wiki 2 mfululizo. Mahubiri haya yataruka kwa media hii ya Get the Point, mahali ambapo tutabarikiwa sana na kila mmoja atabarikiwa. Na nipende kuchukua nafasi hii tena kuwakaribisha, kwa sababu kama ilivyosemwa, Google Meetings zitaandaliwa ili kila mmoja aweze kujiunga mahali popote alipo. Lakini wale walio mbali nasi watakuwa wakiingia kutokea kule walipo kwa YouTube channel ya Get the Point, media kubwa sana hapa nchini Kenya. Nipende kutumia nafasi hii pia kushukuru kipekee kwamba mkutano huu umefunguliwa leo mchana. Wale waliofuatilia, na niliona comment za wachache wetu waliofuatilia, kiongozi wetu wa evangelism Pastor Paul Ouri amefungua mikutano hii kwa hubiri makini sana, na tumebarikiwa. Tunasema jina la Bwana lipewe sifa sana. Na tuko hapa na kwaya kubwa ya Waadventista wa Sabato, kundi hili la walenga mbingu kutoka pale Kisii, wanatokea Kisii, lakini sana ni waimbaji ambao wanatokea mahali kwingi duniani, wakitokea ni wazawa wa Kisii. Nikisema wazawa, maana yake wanazaliwa Kisii.
tunaweka mitambo sawa. Uwe na amani. Get to the point. Take a step forward. 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 Get to the point. Na furaha hatutaiona, mioyo ikitakaswa sana kwako Mwokozi, tuonana na milele kukaa. Wangoje ani leo yupo, huruma zake zikuitapo, ewe kijana njoo, na furaha tutaiona. Get to the point. Take a step forward. 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 Get to the point. Take a step forward.
Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Fuatilia mahubiri haya kutoka pale kwenye duka lako. Wewe ambaye utakuwa ukifuatilia kutoka hapo dukani, na wale ambao wako katika maeneo mengine ya kazi, niwashukuru sana fundi mitambo, na nimshukuru Mungu kwamba mitambo hii tumeshaiombea na itakuwa na nguvu ya wokovu. Tuseme amina. Jamani, tuseme amina. Ombea mitambo hii, maana neno la Mungu litasikika sana sana katika mikutano hii, na sauti yetu imekaa vizuri. Bila shaka na wewe uliyeko mtandaoni unatupata kwa namna isiyo ya kawaida. Na hivi sasa natamani nimwalike kila mmoja, baada ya kuwa vyombo hivi vimekaa vizuri, wewe uliyeko mtandaoni, tutakubariki ama tutabarikiwa pamoja kwa njia ya nyimbo. Kwaya ziko hapa za kutosha, na ninaziombea kwamba wasiwepo na uzuru wowote, waje waimbe, wamuinue Kristo ajaye hivi karibuni. Na watakapo kuimba pamoja hapa, utampata mwimbaji akiimba katika mtandao, lakini wewe ambaye uko kule dukani na kule nyumbani, tunaomba tukualike uendelee kusogea katika viwanja hivi. Viti vitaongezwa ili watu wazidi kujaa katika maeneo haya. Kabla sijaanza kuhubiri, naomba nirudie kuwashukuru wale ambao walikuwa wanapaki magari yao hapa. Msifikiri kwamba mmepoteza kwa kupisha mikutano hii iendelee. Mtabarikiwa sana katika wiki hizi mbili na hamtajuta, maana mmepisha neno la Bwana liinuliwe hapa. Na biashara zenu, mimi mtumishi wa Bwana naziombea mpate baraka popote mnapotusikia. Tunawashukuru na tunawaita, sio tu kwamba mtakuwa katika magari na biashara zenu. Karibuni hapa, mje. Mkutano huu umekuja hapa kwa maana nyingine, ni kwamba umeandaliwa kwa ajili ya watu wa maeneo haya. Lakini wale ambao wako madukani, wale ambao wako maofisini, usehemu ya mbali, vuta usikivu wako. Bwana ana neno kwa ajili yako. Anataka ibariki biashara yako, anataka yabadilishe maisha yako, anataka anene nawe ili maisha yako yabadilike. Ni kweli tutabarikiwa katika biashara, tutaponywa katika afya zetu. Ni kweli mambo yatabadilika. Mungu atasema nasi tutapokea baraka zake. Lakini sana niseme, neno hili la Mungu litakalohubiriwa hapa linakuja pia na namna njema ya kubadilisha maisha yangu, ya kubadilisha maisha yako. Kuna mambo hatutayaweza, hayatabadilika kama neno la Mungu halitafunuliwa katika maisha yetu. Vipindi vyote, mahubiri haya atakapokuwa yakisikika kwa kila kipindi, Yesu akafunuliwe katika milima ya, katika maeneo haya ya Waithaka. Nishukuru kipekee sana kwa mchungaji wa mtaa na viongozi wote ambao wamejinyima. Niwaambie watu wa Waithaka ambao mnasikiza mikutano hii na wale mlioko mtandaoni, kanisa la Satellite limetoa kwa hali na mali na limejinyima ili kwamba mikutano hii ifanyike. Hii ni zaidi ya kujitolea, na kwa sababu yao tutasikika. Na ndio maana umeambiwa kwamba itakapotokea umeona namba kwa ajili ya kutoa mchango kusapoti mkutano huu, wala sio kwa sababu yangu wala mhudumu yeyote, ni ili vyombo vizidi kwenda, mahubiri yazidi kwenda mbali, na mikutano hii endelee kulipiwa hapa eneo hili na maeneo mengine.
na vitu vyote katika gharama zake. Uendelee kufanya hivyo ili Bwana akubariki. Baada ya kusema hayo, tutakuwa na huduma za kupimwa afya zetu. Ndugu zetu mlioko maeneo haya, wale ambao mko hapa Waithaka, mna bahati kwamba mtapimwa afya zenu na kushauriwa. Mtashauriwa hapa, lakini kuna huduma za maombezi ambazo hata mimi mwenyewe nitakuwa hapa uwanjani na wachungaji wote walioko hapa watahusika ili kukuombea, na ndiposa ukutane na nguvu ya Bwana. Utakuja uombewe kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya biashara yako, kwa ajili ya dhambi ambayo unatamani kuiacha. Lakini nataka niwaambie jambo hili, amini usiamini, maombi yatajibiwa hapa. Si useme amina. Wapendwa, maombi yatajibiwa hapa. Wale wanaonifuatilia mtandaoni wanaelewa nikisema hivi. Lakini pia pamoja na hayo, wengi watampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wengi watampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hiyo ndiyo habari njema. Na yeyote ambaye baada ya kuguswa na ubiri fulani ambalo litatoka hapa atasema mimi ni tayari Yesu anipokee kama nilivyo, na nataka niwatangazie watu wa Waithaka, Yesu Kristo anampokea mtu aina yeyote. Anampokea mtu ambaye jamii imemkataa, watu wanamkimbia, wanafikiri hana thamani. Yesu alikuja kunitafuta mimi, alikuja kukutafuta wewe. Yesu amekuja kutafuta kilichopotea. Haijalishi wewe ni nani. Mama, Yesu atakupokea mwisho wa mikutano hii. Baba, Yesu atakupokea. Kijana, Yesu atakupokea. Utapokelewa bila kujali hali yako, bila kujali dhambi ulizo nazo, bila kujali makosa uliyotenda. Namjua Yesu ambaye anatangaza kupitia Biblia, anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, maana ya kale yatapita, tazama yote yatakuwa mapya. Na nina habari njema Waithaka, wasichana wote watakuwa wapya, wavulana wote watakuwa wapya, akina baba wote watakuwa wapya. Haijalishi walikukalili, walikuzoea kwamba unatenda dhambi fulani, Yesu ataingilia kati. Jamani, Bwana asifiwe. Poleni sana. Shetani anajua kinachoweza kutokea, lakini hana nafasi. Nimekombolewa na Yesu na sasa nimefurahi, kwa bei ya mauti yake mimi ni mtoto wake. Get to the point. Take a step forward. 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 Get to the point.
take a step forward. Get the point, take a step. Yesu Kristo Mwokozi wetu anataka aseme na kila mmoja. Kila mmoja atabadilika, kila mmoja atapokea neno hili. Yeye aliyeahidi akasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo anafanyika kiumbe kipya, ya kale yote yatapita, yatakuwa mapya. Wapendwa, yatakuwa mapya. Ndugu zangu, natangaza yatakuwa mapya. Yatakuwa mapya. Ngoja niwape ushuhuda mdogo wakati nataka kwenda kuhubiri. Mwezi wa kwanza mwaka huu nilikuwa kwa 10 days of prayer. Nilikuwa kwa siku 10 za maombi. Na nilikuwa kwa siku 10 za maombi pale kanisa la Ngong ACDA, Ngong Central, Ngong Hills. Na hata hapa ninaona washiriki wachache wa Ngong Hills. Nawaona hapa na mama yangu, rafiki yangu yuko pale, very active. Hata wakati fulani alinibeba na gari yake kutoka Kajiado akanipeleka Ngong. Mama, hebu tupungie mkono kidogo. Nakuona hapa na wengine wengi wako hapa kutoka Ngong. Mungu azidi kuwabariki sana. Sasa Pastor Paul, nataka niwaambie watu hawa namna ambavyo Mungu akiamua anatenda. Ili upokee neno la Mungu na ulifanye kuwa na nafasi maishani mwako. Maana nitangaze hapa pia, saa 10 asubuhi nitakuwa nikifundisha masomo ya kujenga imani zetu. Na hapo yafungua, hata magari mengi hajaanza kutembea. Tutakuwa hapa saa 10 asubuhi. Watu wajaenda kazini, nyimbo zitaimbwa saa 10 kamili mpaka saa 10:30. Nami saa 10:30 nitasimama na mapema watu waende kwa kazi. Kwa hiyo usiombe kukosa hivyo vipindi. Hivyo ndio vipindi ambavyo nakuwa na mega shuhuda. Natoa shuhuda moja baada ya nyingine kutoka kwenye maandiko na vile ambavyo tumeona Mungu akitenda pote tulipopita. Ngoja nishare nanyi shuhuda ndogo, maana nitakuwa na somo la ajabu pia ambalo kwaya imeshaimba habari zake. Aliyependwa na kudekezwa sana. Pastor Paul, niseme hili mbele za watu hawa. Nilipokuwa Ngong siku 10 za maombi, siku moja nikawa naenda kuhubiri kama hivi tu, na nikasimama nikasema, wapendwa, moyo wangu umeisikia sauti, na sauti inasema kuna mama kati yetu amekaa kwa muda mrefu, anaomba sana, na ombi lake ni moja, anataka apate mtoto. Na inawezekana huyo mama kweli yupo. Nikawaambia watu wa Ngong kabla sijaanza kuhubiri, ikiwa mtu kama huyo yupo ambaye anasema nimetafuta mtoto kwa siku nyingi na hata nimekata tamaa, madaktari wamenivunja moyo na mimi nimekata tamaa, nikawaambia natamani huyo mama aliyeko katikati yetu ambaye Roho anasema nami, kama yupo asimame, kama yupo asimame. Na kwa kweli naomba niseme mbele za Mungu na mbele zenu pia ya kwamba mama huyo Pastor Paul alisimama, akasimama, akaanza kulia. Nikamwangalia kwa mbali, nikamwambia, Bwana amesikia kilio chako. Wala sikuomba, nilimwambia tu, Mungu amesikia kilio chako. Nikamwambia mama kaa. Baada ya kuhubiri, mama yule akaja tena pale ambapo ninahitimisha kuomba kwenye ofisi. Akaja akaniuliza, Pastor, unajua nimesikia aibu kusimama mbele za kanisa
kwamba mimi nimesumbuka na sipati mtoto, lakini kwa neno lako nilisimama. Akaniambia, Pastor, can it be? Je, inawezekana na mimi kweli nipate mtoto? Maana nimeambiwa mirija sijui vitu gani vimekaa vibaya. Nikamwambia, kwa sababu ya imani yako wala sio yangu mimi, ulisimama wewe mbele ya kanisa la Bwana, na kwa sababu ya imani yako Bwana atakupa mtoto. Naona kama amina zenu ni za kuambukizana, yani zimekaa, lakini siku zinavyoenda amina zenu zitatoka, maana hata ninyi Bwana atawatendea miujiza, wala sio kwa sababu yangu, ni ili jina lake litukuzwe. Wapendwa wa Bwana, haleluya. Hebu mwambie jirani yako, mbona umechoka? Hebu muulize, mbona umechoka? Mwambie, fungua moyo, Yesu anataka aseme na wewe. Hebu mwambie, fungua moyo, Yesu anataka aseme na wewe. Hata mlioko njiani kule ambao mmejitega mahali mbali, ninaona watu wanasikiliza. Sikiliza ushuhuda huu, maana huenda utaboost imani yako. Sikiliza. Baada ya kuwa amenieleza pale, nikamwambia mama, tupige magoti tuombe. Brother Lamek, uje hapa, kuna kitu nataka tufanye hapa ili ndio niendelee. Wakati tunaendelea tu hivi anakuja, wala usiogope. Nataka hii kibweta isoge mpaka pale, maana nataka nijiachie kwa Bwana. Sasa sikiliza. Baada ya kusema vile, mama yule ananieleza kwa uchungu, anasema na mimi kwa maumivu. Ikae tu hapo pale, hapo. Asante. Ikae hapo na Biblia, ikae hapo. Wakati naongea na huyu mama, labda niwaambie ushuhuda huu, maana ni hai. Wakati naongea naye na ananionyesha amekata tamaa, lakini ameonyesha tu kwamba anaamini angalau kwamba Mungu yupo. Unajua, nasema na watu ambao hapa Waithaka wamekata tamaa, wengine hata wanakunywa pombe, sio kwa sababu wanataka, lakini matatizo yao yamewafanya wanaona tupate wapi burudani, tupate wapi jambo la kututia moyo. Mbona basi tusinywe pombe na tuonde tupate faraja? Natamani niwaambie, ukimpata Yesu akikaa moyoni mwako, mambo yako yanabadilika. Yeye akikaa ndani yako anabadilisha picha ya maisha, na waliokudharau watakusalimia kwa heshima. Waliofikiri huwezi kuokolewa wataona ukiokolewa. Hebu ngoja nimalizie kisa hiki. Mama huyu aliyekuja ofisini na akanieleza kwamba, Pastor, it is only faith, ni imani tu katika kile ulichosema, lakini kwamba madaktari watafanya jambo walishashindwa. Nikamwambia, mama, hebu sasa tupige magoti tuombe. Nikaomba naye, nikamwambia, mwaka huu utapata mtoto. Na kukumbusha, ilikuwa ni Januari. Ilikuwa ni lini? Hivi tupo wote? Ilikuwa ni lini wapendwa? Hivi wewe mwenzako ambaye haongei mwambie si uongee. Jamani, ilikuwa ni lini? Januari. Na sasa unajua wahubiri tunapewa kazi kubwa sana. Maana waliokata tamaa wote wanaamini kwa mtumishi wa Bwana linatoka neno la matumaini. Basi yule mama akaja. Mama yule alipokuja akaniambia, Pastor, baada ya kuwa umeomba hapo, tumeomba leo na akaondoka, kesho anakuja ananiambia, baada ya kuwa umeomba bado nikana kwamba siamini wala sioni kwamba nitajibiwa. Akaniambia, nimekuja tuombe tena. Nikamwambia, mama, siombi tena, sitaomba tena, na kushukuru maana umekuja ili tuombe ombi la shukurani. Alipokuja nikamwambia tumshukuru Mungu. Nikamwambia, Mungu asante, maana huyu mama mwaka huu atabeba mtoto, na kwa sababu wewe ndiye daktari
wewe ndiye tabibu, wewe ndiye muumbaji. Umba neno jipya kwenye tumbo lake. Mimi nikamwambia mama nenda. Akaniambia pastor, mimi nimekuja tuombe, alafu wewe unashukuru. Nikamwambia kwa sababu umekuja na tumeshukuru, enda kwa amani. Niwaambie kwa ufupi huu, mwezi wa 7 mwanzoni mwaka huu, mama yule alijifungua. Sasa hawanielewi. Alipata mimba Januari, amezaa, amejifungua mtoto mwezi wa 7. Na yule mtoto akaniuliza tumuite nani? Nikamwambia muite Imani. Kwa hiyo Imani, hivi ninavyoongelea, yuko kwenye incubator. Na kwa maombi yangu na maombi yako, Imani atatoka. Hivi kwani hizo amina ni za wapi? Nasema hivi, kwa imani yangu na imani yako, Imani atatoka kwenye incubator. Atatoka. Na hata leo asubuhi nikiwa nimekaa tu mitaa fulani hapa, nimechati naye, akaniambia kwa message nzuri, akaniambia pastor, Iman is improving day by day. Anasema I can't wait. Ananiambia pastor, najua uko hapa Kenya kwa mwezi mmoja, natamani kabla hujaondoka nije na Imani mahali popote utakapokuwa, na tumshukuru Mungu pamoja. Nataka nikuambie, kama Mungu alimsikia mtoto wake aliyekaa 13 good years hapati mtoto, miaka 13, leo mtoto wake yupo kwenye incubator. Nina habari njema, when the time is right, wakati wa Bwana ukifika, ambao ni sasa kwa Waithaka, anasema Mungu, I the Lord, I will make it happen. Mimi Mungu nitalifanya litokee, wala sio kwa sababu ya Lubua na wahudumu wote waliokuja, ila utukufu wa jina lake udhihirike. Jamani, utukufu wa jina lake udhihirike. Na miongoni mwa vitu ambavyo natamani nivikemee tangu mwanzo, sikuja na muujiza wowote, wala siwezi kufanya lolote kwako, lakini nina habari njema. Yesu wa Biblia tuliyemleta, ambaye si tu katika Biblia, anatenda hayo mambo hata leo, atakutendea. Amini tu. Just believe. Wapendwa, baada ya kusema hayo, ningekuwa na ushuhuda na shuhuda nyingi sana. Hebu niseme huu mdogo ambao Roho ananivuta kusema kidogo, mfupi tu. Tena mwezi wa 5 mwaka huu nilienda Kuisero. Wangapi wanapafahamu Kuisero? Si mnapasikia sikia huko? Hii Kenya ni kama nataka kuimaliza. Bado nina mission kubwa hapa Kenya. Wakati nimeenda Kuisero, tukakutana na dada mmoja ambaye ameolewa na akapata mtoto, lakini huyu mtoto alikuwa haongei Mungu wake. Na baada ya kuwa amemleta kwenye ofisi, nikamwambia mzee wa kanisa mmoja, omba, na kwa ombi lako wewe mzee wa kanisa, huyu ataongea. Mzee wa kanisa akasema, pastor, sina karama, hiyo karama ya maombezi sina. Nikamwambia, je, unamwamini Mungu? Maana kuomba sio swala la karama. Ndio maana wengine wanapita na magari, wanataja majina yao, wanasema kwa majina yao watu watapona, kwa majina yao watu wataokolewa. Hapa sisemi hilo. Ninachosema, kwa jina la Yesu mambo yatatokea. Haleluya. Kama unanielewa punga mkono namna hii jamani. Bwana asifiwe. Ngoja niwaambie, nikamwombea. Ilikuwa siku 2 kabla ya mkutano ndio mguso huu ulikuja wa kumwombea. Nikamwambia baada ya siku 7 ataongea.
Akasema, pastor, wewe unaondoka, nani ataendelea kumwombea? Nikamwambia kwa ombi la mzee wa kanisa, baada ya mzee wa kanisa kumlazimisha sana aombe, yeye aliomba, mimi nikashukuru. Unajua kuna wazee wa kanisa hapa wataombea watu na watu watapokea nguvu ya Bwana. Sio mimi tu, ni kwa kila aaminie. Biblia inasema ishara hizo zitaambatana nao. Yaani tunataka waambie ibada ya maombi sio kipaumbele chetu, lakini wakati tunatangaza ukweli wa neno la Mungu, ishara hizo zitaambatana na sisi. Basi mimi nikamaliza kushukuru, tukawaacha, tukaondoka Kwisero, nikaja hapa Nairobi, nikaenda Tanzania. Unajua yule mzee wa kanisa baada ya siku 7 kuisha ananiambia, ongea na yule binti aliyekuwa haongei. Watu wamebaki na story kwamba ameweza kuongea. Nikawaambia kila ambaye atasikia habari hizo asitukuze jina langu, ila aseme Yesu Kristo ainuliwe. Mikutano hii kwa chochote Mungu atakachofanya, mimi nisikumbukwe, Kristo awa yote akumbukwe maishani mwetu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ndipo tunaenda katika neno hili fupi sana la wakati huu ambapo tuna wakati wa kutosha tu hivi kidogo mpaka saa 10:30 tutakuwa na neno hili na Bwana anataka aseme nasi. Miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, pahali palipo heri ni wepo kila siku. Miguuni pake Yesu, na kumbuka upendo na hisani vyake kwangu, vimenivuta moyo. Miguuni pake Yesu, hapa mahali bora, yes Jesus, pa kuweka dhambi zangu, pahali pa pumziko. Miguuni pake Yesu, hapa nafanya sala. Tunafanya sala mbele zako Bwana, kwake twapewa uwezo, faraja na neema. Simama mahali popote ulipo. Unibariki Mwokozi, tubariki Mwokozi wetu. Ni miguuni pako, unitazame kwa pendo, nitone uso wako. Nipe Bwana, nipe Bwana nia yako, ili ionekane. Nimekaa na Mwokozi aliye haki yangu,
unaimba beti hili, unibariki Mwokozi. Wenda unaimba na unasikia wimbo huo kutokea dukani kwako. Wenda ulikuwa unatembea lakini unaamua kusimama ili upokee ombi hili. Unasema, Bwana unibariki mimi na mme wangu na mke wangu, mimi na watoto. Mimi katika maisha yangu ninahitaji baraka zako. Na unasema kwa kina ya moyo wako, bless me Lord. Unibariki Mwokozi. Ubariki mkutano huu. Umbariki kila atakaye kuja na kusikiliza. Umbariki kila ambaye ana nia ya kuokolewa. Utubariki Mwokozi. Unibariki Mwokozi, ni miguuni pako. Unitazame kwa upendo, nione uso wako. Nipe Bwana, nipe Bwana, tupatie Bwana nia yako, ili nionekane nimekaa na Mwokozi aliye haki yangu. Fumba macho yako, unibariki Mwokozi. Unibariki Mwokozi, ni miguuni pako. Unitazame kwa upendo, nione uso wako. Nipe Bwana, nguvu ya Bwana inapita katikati yetu. Mamlaka ya uweza inapita katikati yetu. Kuna nguvu ya Bwana inapita kwako mama, baba, kaka, dada. Yesu anataka yafute machozi yako. Wewe uliye dukani, uliye mbali, wewe ambaye unasikia sauti hii, mwambie Bwana, ninahitaji baraka zako. Asante Yesu kuamua kuibariki Waithaka. Asante. Tuombe. Baba na Mungu wetu, nashukuru sana kwa ajili ya mkutano huu mkubwa. Nashukuru kwa sababu umeamua kutubariki Mwokozi. Tuko miguuni pako Baba, tuko miguuni pako Yesu. Mimi ni nani, mtoto wako? Mbona bado umenijalia nafasi tena ya kutoka Tanzania ili nije Kenya, Nairobi, Waithaka, na ya kwamba kutokea Waithaka pia wengi wapokee nguvu yako kwa njia ya mtandao. Hizi ni neema. Hii ni neema Bwana, wala sikustahili. Wewe unastahili. Wewe unastahili. Baba, utusamehe mimi na wahudumu wote ambao tutasimama. Baba, utusamehe mimi na wasikilizaji wote wanaotoka Waithaka. Dhambi zetu zisamehewe na wewe Bwana. Wewe uliyekufa Yesu Kristo ili Waithaka tupone. Watu wote wapone. Wako wanaonisikiliza kutoka madukani, wako wanaonisikiliza kutoka kwenye bodaboda zao, wako wanaonisikiliza kutoka kwenye magari ya biashara, wako ambao walikuwa wanatembea ila wameamua kusimama, maana wamejua mikutano hii ni ya watu wote, ni mikutano ya kila aminie. Nao wanaamini kwamba Yesu ulikufa na kwamba kwa dhambi zao na vile walivyokubali kwamba ulikufa kwa ajili yao, wao nao wanakubali wamesamehewa. Baba, wao nao wanakubali wamesamehewa. Baada ya msamaha wa dhambi, sasa ninaomba nguvu yako isiyo ya kawaida ishuke kwenye viwanja hivi.
iende kwenye maduka, iingie mpaka mtandaoni, kwa yule anayefuatilia kutoka mtandaoni, wale wote walioko kwenye ground hii, wale wote wanaosikia sauti hii, hata kama anaisikia akiwa baa, hata kama anaisikia akiwa ameshika chupa ya pombe, hata kama anaisikia akiwa kwenye mihadarati, hata kama anaisikia mahali popote. Ni sauti ya upendo, ni sauti ya upendo, inaita mioyoni mwetu. Yesu unaita, Yesu unaita. Na kuna mtu anakutana na sauti yako, na ulisema wewe ukiinuliwa utatuvuta wote tuje kwako. Baba tunakuinua, Baba tunakuinua, wavute Waithaka pamoja waje kwako. Sahi waliosimama na kuomba kwa imani, wengine wana mizigo mizito ambayo haielezeki, wengine wamebeba mizigo inawatoa machozi, ndoa zinafanya wanalia, watoto wanawafanya wanalia. Wanalia kwa sababu hawaoni kesho yao, hawajapata kazi siku nyingi. Wanalia kwa sababu wamekuwa wananyanyaswa na mabosi zao. Wanalia kwa sababu ya mateso ya magonjwa. Wanalia kwa sababu ya nguvu za giza. Wanalia kwa sababu wamekukosa, wametenda makosa kwa muda mrefu. Nao wanasema, Yesu ututendee jambo katika mikutano hii, katika mianzo ya mikutano hii, katika mianzo ya mikutano hii, mikutano ambayo inawaalika watu wote wanaosikiliza, mikutano ambayo viti hivi, eneo hili ni kwa ajili ya watu wote. Yeyote ambaye anasikia ombi hili, Baba akutane na nguvu yako. Mke wake abadilike, mume wake abadilike, watoto abadilike, kila mmoja abadilike. Asante Yesu, maana umetukubali. Nishushe chini, uinuliwe kwa somo hili, kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Basi tukae. Karibuni katika neno la Injili. Maandiko yanataka kutueleza jambo. Hotuba ya saa hii, kama unaandika andika, inasema aliyependwa na kudekezwa sana. Aliyependwa na kudekezwa sana. Neno kudekezwa ni neno la nyongeza katika kupendwa. Yaani ingelikuwa niko Tanzania, ningesema aliyependwa na kuonyeshwa mahaba. Yaani akaonyeshwa namna upendo unavyofanya. Unajua ni nini? Upendo sio tu maneno. Upendo ni matendo. Na nataka nikuambie, Biblia imejaa visa vingi, lakini kisa hiki ni kisa cha pekee cha aliyependwa na kudekezwa. Yaani kudekezwa, alionyeshwa matendo ya upendo, ya kubembelezwa, ya kupendwa. Yaani upendo unapokuwa kwenye vitendo, mambo yanakuwa mazuri. Natamani niongee na baba mmoja anayenisikiliza. Inawezekana kwa miaka mingi umemwambia mke wako unampenda, lakini matendo yako hayaendani na unachosema. Ni kweli kwa maneno unasema nakupenda mke wangu, lakini matendo yako hayaonyeshi kwamba kweli unampenda. Utasemaje unampenda na ajui chanzo chako cha mapato? Utasemaje unampenda na unamgombeza kama mtoto mdogo? Utasemaje unampenda na hata hujali anakula nini, anavaa nini, anaishije, ana amani au hana, kwa nini analia? Upendo sio maneno, upendo pia ni matendo. Hebu mwambie jirani yako, upendo ni matendo. Nami nataka nikuambie wewe mwanamke, inawezekana unasema, mume wangu niko na wewe kufa kuzikana, mimi na wewe mpaka mwisho. Nataka nikuulize wewe mama, je, unaonyesha kwa vitendo? Je, unaonekana kwamba kweli wewe ni sababu ya amani ya mume wako? Je, wewe ni faraja yake? Je, wewe ni tulizo la moyo wake? Je, anafurahi au anajuta kwamba kwa nini alikuoa? Katika siku ya leo
Katika siku ya leo natamani wanaonisikiliza wajue pia kwamba upendo sio tu maneno, upendo ni vitendo. Hebu mwambie jirani yako upendo ni vitendo. Bado mnanong'oneza, mimi nasema mwambie. Hebu mwambie tena upendo ni vitendo. Natamani wanaume mnaonisikiliza, nataka niwaambie inawezekana wewe ni fundi wa maneno lakini hujawa fundi wa vitendo. Na naongea na kina mama ya kwamba inawezekana ndio uzuri unao, mafuta yanakolea, ukipaka unapendeza. Unajua nimeshangaa sana hii dunia. Dada anakaa kwa saluni masaa 6 anapendeza, lakini amependeza tu nje, lakini ndani ya moyo wake hajapendeza hata kidogo. Ana dharau, ana maneno makali, yani anajisikia yeye ndio yeye. Nadhani kuambie, badala tu ya kupoteza muda katika hayo, mwambie Bwana kwa kupitia mikutano hii ambayo inaanza kwa shamra, ambayo inaanza kwa nguvu kabisa, wapende watu kwa vitendo, usiishie kuwapenda kwa maneno. Jamani, haleluya. Tuwaonyeshe watu ya kwamba tunawapenda kwa matendo yetu, tuwatendee vyema, tuwaonyeshe moyo wa huruma, tuwaonyeshe kwamba kweli Yesu yuko ndani yetu, ya kwamba kweli tunaamua kufanyika kuwa wanadamu ambao ndani yake Mungu yupo. Na hivyo basi naomba nisisitize hili. Jambo la kwanza katika somo hili, upendo ni maneno. Sokoni amebeba mboga, amebeba vitu vizuri, akifika nyumbani anaviweka mezani, haongei. Hayo ni matendo yasiyo na maneno. Lakini kuna wengine wana maneno mazuri ila hawana matendo. Kwa hiyo kupenda ni kutenda na kusema. Maneno matamu jumlisha matendo mazuri sawa sawa na upendo kamili. Aya, nilitarajia nisikie amina kubwa sana. Wewe mama, wewe acha kusema amina, ndoa yako itakuaga. Hivi naongea Kiswahili hapa au naongea nini? Sikiliza. Nadhani kuambie, kama unataka kuwa na thamani kubwa, matendo yajumlishe na maneno. Maana matendo jumlisha maneno sawa sawa na upendo kamili. Mchungaji wangu yuko hapa ili tujue mchungaji anatupenda. Atasema lakini pia atatenda. Maneno yatajumlishwa na matendo, na ndipo tutaona upendo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, na hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana yake ni nini? Mungu alipenda. Alipopenda akatenda tendo la kutoa. Anamtoa nani? Mwana wake. Unajua anapenda kwa Kiingereza anasema his own begotten son. Yani sio tu mwana wake wa pekee. Ukisema mwana wake wa pekee umekosea. Ni mwana wake pekee. Ngoja nirudie hili Kiswahili kizuri. Nikisema nimetoa mtoto wangu wa pekee, maana yake nina watoto wenda 3, ila kati yao nimetoa wa pekee nikawaacha wengine. Ila ukisema nimetoa mtoto pekee, maana yake hapana mwingine, ni yeye tu, na nimeamua kumtoa. Namshukuru Baba wa mbinguni aliyeonyesha upendo kwa vitendo, maana alimtoa mtoto wake pekee ili mimi na wewe uliyeka hapa, uliyeko dukani, unayetembea,
uliyeko mtandaoni, Yesu Kristo alikuwa yeye tu pekee, akatolewa ili Waithaka na kila anayesikiliza awe na uzima wa milele. Tuseme amina. Jamani, tuseme amina. What a begotten love. Ni upendo wa namna gani huu? Ndio maana kusoma Biblia inakueleza ya kwamba ili tujue Mungu ni nani. Mungu ni pendo, na upendo wake haukuishia kwenye maneno. Alitenda nini? Alitoa kitu gani? Mwana wa aina gani? Pekee akamtoa. Upendo ni maneno na matendo. Baada ya maelezo hayo, kama tuko pamoja, punga mkono namna hii. Endelea kunifuatilia. Utakapoingia katika Biblia yako, tunaangalia sura kadhaa. Najaribu kuparaphrase, najaribu kuzipeleka tu katika namna ya ufupisho, lakini wenye maana tele. Ukianzia sura ya 29 ya kitabu cha Mwanzo, Genesis 29, inaanza kutupatia mwendelezo, lakini mwendelezo wa hadithi ambayo inamweleza Yakobo aliyegombana na Esau kaka yake. Lakini ukisoma hapo katika sura za nyuma, utagundua kwamba Esau na Yakobo ugomvi wao ulianzia tumboni, mahali ambapo mmoja alitaka kuwa wa kwanza kuzaliwa, lakini baadaye mwingine akamshika mguu mwenzake. Lakini basi Esau alifanikiwa, akazaliwa akawa wa kwanza kuzaliwa, na ndipo Yakobo akafuata. Hao walikuwa ni mapacha. I'm just giving you the paraphrase. Ni ufupisho tu na namna ambayo natamani tufike katika kiini cha hotuba hii. Lakini jambo ambalo natamani ujifunze hapa, Yakobo na Esau waliishi wakati ambapo baadaye kidogo Biblia inatuambia baba akampenda Esau, mama akampenda Yakobo. Na hapa kuna kitu natamani pia nikigusia hapa katika mikutano hii. Upendo halisi wa Kristo Bwana wetu unawataka wazazi wawapende watoto wao bila kujali jinsia, bila kujali nafasi zao za kuzaliwa, bila kuangalia maendeleo walionayo. Na wazazi wasigawane, wawapende watoto wao katika upendo sawa. Maana Kristo alitolewa akawa fidia ya dhambi, wala sio kwa matajiri peke yao, hata maskini pia, wala sio kwa Wakisii peke yao, hata Wakikuyu, wala sio kwa Wajaruo, hata kwa Wakuria, wala sio kwa Kenya na Tanzania, wala sio kwa watu wa ughaibuni. Yesu Kristo ni zawadi isiyobagua. Anatupenda kama tulivyo, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hivi nipo na watu hapa kweli? Hivi niko na watu kweli hapa? Yaani kwa kupigwa kwake tumepona. Kosa hili wazazi wakabagua. Ama pia niseme ukiwabagua utaleta vita. Na vita ambayo wazazi wameianzisha kwa watoto inachukua muda mrefu sana. Ni vizuri wazazi wawapende watoto wote. Lakini basi huko siko nakutaka niweke msisitizo wangu. Baadaye Yakobo na Esau wamekuwa wakubwa. Angalia hiyo. Yakobo akapendwa na mama sana. Esau nimesema akapendwa na baba.
Lakini kabla hawajafika kwenye tukio hili, tayari Esau alikuwa mwindaji, Yakobo alikuwa anafanya kazi za nyumbani na anasaidia hapo, na yuko na wazazi hapo. Kuna kufundisha tu ambalo nataka ulichukua hapo pia. Yakobo akawa mpishi pia mzuri. Siku moja, jamani, siku ngapi? Moja, akapika dengu. Kuna kitu nataka ujifunze hapo. Dengu akazipika vizuri. Esau akaja na njaa, yuko na njaa. Hakuna kitu kinasumbua kama njaa. Ile njaa ikamfanya akaomba apewe chakula na Yakobo. Yakobo akamwambia, maana vita ya kugombania ukubwa ilikuwa bado inaendelea. Na mimi nataka niwaambie, katika dunia hii watu wanatafuta vyeo, watu wanatafuta ukubwa, ila katika ufalme wa Mungu anayetaka kuwa mkubwa ameitwa awe mdogo kuliko wote. Hilo ni fundisho la kiroho. Lakini basi hapa ni nini nataka ujifunze na wewe? Yakobo akiwa ana chakula akamwambia ndugu yake, kama unataka kupata walau chakula ule, niuzie cheo chako cha ukubwa. Wewe uwe mdogo, mimi niwe mkubwa. Yakobo alikuwa technical, alikuwa anatumia mbinu. Ameona njaa inaweza ikataka mtu auze cheo, akataka cheo, akatumia fursa. Esau akamwambia Yakobo, kama ni swala la cheo, chukua unipe chakula. Nami natamani niongee na mtu mmoja katika mikutano hii ambaye aliuza uzaliwa wake wa kwanza kwa sababu ya vitu kaza wa kaza maishani. Umeuza nini kwenye maisha yako? Je, ni kitu gani kimepoteza thamani? Inawezekana ni mwanaume alikutana na mwanamke mzuri, akaamua auze ndoa yake, akajitamkia sijaoa, akasema kwa kweli sijaoa, ili auze ndoa apate mwanamke aliyempendeza machoni mwake. Inawezekana naongea na mtu mmoja ambaye ameuza, na alipofanya kosa hilo limemgharimu, limemtesa moyoni mwake. Nami natamani nikuulize, umeuza nini katika maisha yako? Umeuza nini katika maisha yako? Inawezekana alikuja mtu mwenye pesa akakushawishi, ukauza mwili wako akakupa pesa. Wenda naongea na mtu aina hiyo. Nami natamani kuulize, umeuza nini hata kimechukua nafasi ya maisha yako, hata kimeshusha nafasi ya maisha yako? Natamani katika mikutano hii tuachane na vyote tulivyoviuza, tuachane na biashara ambayo shetani anaifanya ya kutununua, na tuseme hatununuliki, maana sisi ni wa thamani, tumenunuliwa kwa bei ya thamani kuu. Jamani, haleluya. Hebu mwambie jirani yako, umenunuliwa kwa damu ya thamani. Hebu mwambie tena, umenunuliwa kwa damu ya thamani. Watu wameuza elimu zao, wameuza maisha yao, wameuza ujana wao, wameuza, na shetani anatununua kwa bei rahisi. Anatuingiza kwenye dhambi, anatuingiza kwenye maisha mabaya, anatutesa. Ametununua kwa damu ya kawaida. Najua
Biblia katika kitabu kile cha Korinto wa kwanza 6 mstari wake wa 19 hata 20 anasema, au hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu mlilopewa na Bwana? Anasema basi itoeni hiyo miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Na mjua shetani ametununua, ametupeleka kwa waganga, ametununua, ametupeleka kwa mipango ya kando, ametununua, amefanya miili yetu inatumikishwa katika pombe na madawa ya kulevya, ametununua, anafanya mambo yamekuwa mabaya. Ndoa zetu zimenunuliwa, watoto wamenunuliwa, wamenunuliwa kama Esau alivyouza uzaliwa wake wa kwanza kwa bakuli la dengu. Niko hapa mtumishi wa Bwana kutangaza katika mikutano hii, Yesu atatununua tena. Jamani, haleluya! Yani haleluya, wapendo wa Bwana, haleluya. Tutanunuliwa. Ni mimi kukubali na wewe tu ukubali, damu ya Yesu itatununua. Inawezekana tumeuzwa, inawezekana tumeteswa, inawezekana tumepoteza mwelekeo na shetani ametununua kwa muda mrefu. Ni mimi na wewe tukubali, damu ya Yesu itununue tena katika mikutano hii. Jamani, haleluya. Wangapi wanasema Yesu, natamani uninunue katika mikutano hii? Damu ipo ya Emmanuel, wakioga wenye taka, waliokuwa na uchafu, walionunuliwa na shetani, walioteswa. Esau akauza uzaliwa wake wa kwanza. Ndipo naenda kwenye Biblia. Baadaye baba akataka kumbariki mtoto wake. Alipotaka kumbariki Esau, akamwambia Esau, kalete mfugo mzuri, nataka nikubariki, nataka nikubariki. Fundisho la 4, kama unanifuatilia kwa makini, wazazi wana baraka zako. Naomba niseme hili, wazazi wako wote wana baraka zako. Japokuwa Mungu anatubariki, lakini kuna baraka za wazazi. Naomba nikazie hili, wazazi wana baraka zetu. Mwambie tena jirani yako, wazazi wana baraka zako. Hebu mwambie tena, wazazi wana baraka zako. Haijalishi ni mama au ni baba, amekulea au hajakulea, amekutesa au amekutendea wema. Kama ni mzazi na yuko hai, natamani nitangaze tena, bado kuna baraka zako. Na wewe ambaye umewatoroka wazazi, hata wajui ulipo, unawatesa kwa tabia yako, wanatamka maneno mabaya kwa sababu yako, wamekata tamaa kwa sababu yako, ninakutia moyo, kabla wazazi hawajaaga, kabla hawajaondoka kwa dunia, tafuta nafasi, tafuta namna, kakae na wazazi wako, wakuelewe, ungama makosa yako. Kuna baraka kwa wazazi. Hebu mwambie jirani yako, kuna baraka kwa wazazi wako. Ninajua vijana wengine wanatoroka makwao, wakikaa mbali na nyumbani, wanaishia kwenye mihadarati, wanaishia kwenye pombe, wanaishia kwenye maisha yasiyofanikiwa, wanateseka, hela wazioni, wanateseka, maisha ni magumu, wanateseka, mambo ni magumu. Nataka nikuambie, hata wewe ambaye bado maisha yako haujafikia hatua mbaya, lakini je, wazazi wako wapo? Na swali la pili, je, unafanya nini kwa wazazi? Naomba nisisitize hili katika safari ya imani. Mimi siwezi nikaja nikakuombea tu na kukutamkia baraka tu
Hauwezi ukaenda kanisani na ukapata baraka huko tu kama wazazi umewasahau. Mikutano hii imekuja Waithaka, inakukumbusha pia wakumbuke wazazi wako. Wazazi wana baraka. Jamani, Bwana asifiwe. Yaani Bwana asifiwe. Wakikubariki na mbingu zitakubariki. Wakikunenea mema, Mungu anatimiliza hayo mema. Wakumbuke wazazi wako. Inawezekana si wazazi waliokuzaa, wengine walikulea, wengine waliteseka kwa ajili yako. Leo umesoma, leo una maisha, umewasahau. Yakobo na Esau ni mfano hai kwamba wazazi wana baraka zetu. Najua najaribu kupatia picha ya kisa hiki kizima. Yakobo akapewa mbinu sasa, maana Esau ameambiwa aende porini akateke baraka kwa kuleta mnyama ili mzee ale ampe baraka. Mama naye akasema hapana, baraka hizi anatakiwa azipate Yakobo mwanangu. Nilisha kuambia mwanzo, usiwagawanye watoto, wapendeni wote, wabarikini wote, watendeni mema wote. Hata mwingine anakuwa hakutendei jema, anakuaibisha, ni mkorofi, ila kwa sababu mliwazaa kwa umoja, wapendeni kwa umoja. Lakini sikiliza hili, nawe mtoto usibague wazazi. Inawezekana mmoja hajakulea, mwingine ameteseka na wewe, lakini nataka nikwambie baraka ulizo nazo, kama wangekuwepo wenda wote wawili, niulize mimi ambaye nina testimony katika hilo, haifai kulaani wala kumchukia mzazi. Pengine angekuwa karibu na wewe, baraka ulizo nazo zisingepokea. Lakini kwa sababu umemjua Yesu leo na unampokea katika mikutano hii, kama mzazi wako yuko hai, hata kama hajafanya lolote, mpende. Jamani, Bwana asifiwe. Kama mnanielewa, punga mkono namna hii. Tunajenga maisha na misingi ya imani. Tumejua mengi, na hilo ni fundisho la 4 kubwa la kuchukuliwa katika mikutano hii. Fundisho la 5 linalotoka katika fundisho hili. Unajua, wale wanafuatilia kisa hiki wanajua Yakobo alifanikiwa kuteka baraka za ndugu yake. Fundisho la 5, ikiwa wote mwatoka katika familia moja, ama nyote katika ukoo mmoja, ama nyote katika familia moja, msikubali kugombana na kuhitilafiana kwa sababu ya baraka. Barikianeni, shirikianeni, tendeaneni mema, saidianeni. Aliyesoma awasaidie wenzake, mwenye kipato awainue wenzake, maana mkifanikiwa wote ni baraka. Msishindane, msigombane, mzidai baraka za Bwana, maana anazitoa kwa wote. Shirikianeni, pendaneni. Anasema katika Zaburi ya 133 mstari wake wa 1 na kuendelea, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, maana ndivyo Mungu alivyoamuru, baraka na uzima hata milele. Kama mnataka kuenjoy, pendaneni, saidianeni, muinuane, ishini kama familia, tianeni moyo, msidharauliane. Nawaita familia mnaonisikiliza, baba na mama, ama ni mama umebaki peke yako,
kaa na watoto wako, wafundishe, watiane moyo, wabarikiane, wasapotiane, wasonge pamoja, wainuke pamoja, na kisha waende mbinguni pamoja. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Yakobo alipata baraka, ila zilimtesa, maana zilimgharimu akae mbali na kwao, aende mbali na kwao, akae mbali na baba na mama. Hata anakuja wazazi wako hai tena, ameteseka na baraka hizo. Vipi wangekubaliana washiriki baraka hizo? Usipopatana na wakwenu, baraka zinaweza kuwepo tena. Nadhani kuhakikishie, Yakobo alibarikiwa na wazazi na akabarikiwa na Mungu, lakini hizo baraka zilimfanya akae mbali na wakwake, kwa sababu ndio tunatengeneza msingi katika siku hii ya kwanza kubwa ya ufunguzi wa mikutano hii. Tutabarikiwa hapa na Bwana, lakini nimekuambia baraka hizi hazifuti baraka za wazazi. Nenda ukazipate. Ukipata za wazazi, ukaendelea kupata za watumishi wa Bwana na kupata kutoka kwa Mungu, kisha usigombane na wenzako. Barikianeni, tianeni moyo, inuaneni, pendaneni, maana baraka zenye upendo ni raha, ila baraka zenye chuki ni utumwa. Hivi kuna watu wananielewa? Yaani kuna watu wananielewa? Hebu mwambie tena jirani yako, baraka zenye upendo zina raha. Hebu mwambie tena, baraka zenye upendo zina raha. Alafu mwambie, baraka zenye chuki zinatesa. Wengi wana baraka, lakini wanaishia kulalama. Na ukishaona mtu ana baraka ila bado analalamika, haenjoy hizo baraka, hayo ni mafanikio, sio baraka. Lakini ukiwa na baraka zinazotoka kwa Bwana, tena kwa wazazi, na zinawafaidisha wengine, wewe una raha. Yaani haleluya, yaani haleluya. Unajua watu wananiangalia kama vile wanasema, unajua ndio tunakuona, kwa hiyo kwanza hata hivyo tunajifunza umekaaje. Sikilize, fundisho linapoelekea katika kiini chake kikubwa. Yakobo akaondoka, kisa kinatuambia akiwa njiani amechoka, amelala kwenye jiwe, ngazi ikashuka kutoka mbinguni. Yakobo akaona malaika wanashuka na kupanda. Baadaye Yakobo akaona nafasi ya baraka kutoka mbinguni. Niko hapa kuambia watu wa Waithaka, mikutano hii ni kweli tunahubiri sisi wali wenye nyama, wanadamu tunaonekana, ila natamani nikuambie, katika safari ya maisha ulionayo, kama ilivyokuwa safari ya Yakobo, iko baraka imekuja kwenye mikutano hii, na Bwana ameleta ngazi yake. Malaika wanashuka na wanapanda, malaika wa Bwana wanashuka na wanapanda. Kwa wiki hizi mbili Waithaka, malaika wanashuka na kupanda. Ng'ang'ania baraka zako. Jamani, nasema hivi, ng'ang'ania baraka zako. Nasema hivi, ng'ang'ania baraka zako. Hii dini, nilifika mahali nikakuta watu wamefundishwa kwamba kusema sema amina ni moja ya dalili kwamba huna roho. Ila mimi nataka nibadilishe. Ukishasema amina ni dalili kwamba umekubali kinachosemwa. Jamani, haleluya. Amina maana yake ni na iwe hivyo. Amina maana yake ni na iwe, yani na iwe hivyo. Sikiliza, Yakobo akang'ang'ania. Na mimi nawaita watu wa Mungu, tung'ang'anie baraka.
Na mimi nataka niwatie moyo, ng'ang'ana baraka. Bwana anataka atubariki. Ngazi inashuka na kupanda, inashuka na kupanda. Yakobo akasema, mahali hapa kuna uwepo wa Bwana. Mahali hapa Mungu yupo. Mahali hapa sio pa kawaida. Yakobo alipotambua kwamba mahali sio pa kawaida, akaambiwa, mimi ndiye Bwana Mungu wako. Ninayekutamkia Yakobo, utabarikiwa uingiapo na utokapo. Utabarikiwa. Akaambiwa utabarikiwa uzao wako. Yakobo anapewa baraka katika ile sura ya 28. Anapewa baraka katika Genesis sura ile. Anapewa baraka. Ninataka niwaambie katika mikutano hii, Yesu amekuja na watumishi wake kama malaika. Anapanda mwingine, anashuka kipindi kingine, anapanda mwingine, anashuka mwingine. Katika kushuka na kupanda kwa watumishi wa Bwana hapa kama malaika, nina habari njema, utakutana na mbaraka wako. Hivi si mngesema tu amina kubwa hata kwa kuwalazimisha? Yaani mtakutana na baraka zenu. Haleluya. Wangapi tena wanasema, Bwana unibariki kwa malaika watumishi wako waliowatuma hapa. Haleluya. Warasamon, wakati huu tunapoenda kuhitimisha, ana tunazo dakika 20 tu pale. Naomba uende nami. Uende nami. Naomba niende nawe katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 29 kumradhi. Yakobo ametoka mahali alipobarikiwa pale na Mungu. Sasa ametembea safari. Amefika mahali, amefika kwa mjomba wake Labani. Maana mama ndiye aliyemwambia, utaenda kwa mjomba wako, huko utapata baraka zako, huko utakaa na mjomba wako. Natamani tusome mafungu machache. Tusome fungu la 6 hadi la 9, Mwanzo 29. Biblia inasema hivi. Soma pale msomaji. Nimeona msomaji yupo. Soma pale. Biblia inasema akawauliza, je, hajambo? Wakasema, hajambo. Tazama, Raheli binti yako anakuja na kondoo. Akasema, tazama, ukali mchana bado. Kungali bado ni mchana, wala sio wakati wa kukusanya wanyama. Yakobo amefika kwenye kisima, mahali ambapo ni maeneo ya Haran. Anayekaa huko Haran ni mjomba wake Laban. Yakobo akafika pale. Warasamon, endelea mbele. Wanywesheni kondoo, mwende kuwalisha. Sawa. Wakasema, hatuwezi hata yakusanyike makundi yote. Wakasema hata makundi yote yakusanyike. Watu wakafiringishe jiwe katika kinywa cha kisima. Maana kwenye kinywa cha kisima, yani kwenye mdomo wa kisima, kuna jiwe kubwa, na ili walitoe ni mpaka wote wanaoweza kuwa wafugaji wa kuwaungane nguvu walitoe. Hasa wanasubiriana ili walitoe. Yakobo na yuko pale, Israeli huyu mwenye nguvu kubwa. Endelea. Hata alipokuwa akisema nao, Raheli akaja na kondoo. Maana aliwachunga. Ikawa Yakobo alipomwona Raheli binti wa Labani, ndugu wa mamaye, na kondoo za Labani, ndugu wa mamaye, Yakobo akakaribia na kulifiringisha lile jiwe. Akaliviringisha jiwe litoke katika kinywa cha kisima. Sawa. Akawanywesha kondoo za Labani, ndugu wa mamaye. Yakobo akambusu
Raheli akainua sauti yake. Ishia hapo, naomba usome fungu la 17. Maana kisa kinaendelea. Soma fungu la 17. Naye Lea macho yake yalikuwa dhaifu. Lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo. Na mzuri wa uso. Alikuwa mzuri wa umbo na mzuri wa uso. Hebu ngoja niwaambie hapa watu wa Waithaka, kuna jambo la kujifunza hapa. Yakobo amefika kwenye kisima, anakutana na watu wanachunga, wanafuga kondoo, mbuzi ama wanyama. Lakini fundisho gani ambalo unalipata hapa? Fundisho la pekee sana. Yakobo alipomwona Raheli ambaye ni ndugu wa mama yake kutoka kwa mjomba, akampenda, akamkumbatia, akambusu. Biblia inasema Raheli alikuwa mzuri wa sura, alikuwa mzuri wa umbo. Jambo la pekee ambalo nataka ujifunze hapa pia, ambalo wenda hujaliona. Wengine wanapenda waitwe wazuri, waitwe warembo, waitwe handsome boy, waitwe beautiful girls, waitwe warembo, alafu kwenye huyo urembo hawafanyi kazi, na wanakuja kwenye mikutano hii wanataka wabarikiwe. Miongoni mwa kanuni ambazo nazipigia debe ni hii: unataka kubarikiwa, penda kazi. Hapo hamtasema amina. Bado mmetaka nije niwabariki kiholela. Naomba nirudie tena. Kama unataka baraka, penda kazi. Mbona amina hakuna? Mbona amina hakuna? Hebu mwambie jirani yako umeelewa. Hebu mwambie tena jirani yako umeelewa. Naomba nirudie tena. Kama unataka baraka, penda kazi. Hebu mwambie jirani yako kama unataka baraka, penda kazi. Hiyo mtanongona kabisa, maana swala la kazi ni adui shetani ametuletea. Hebu mwambie tena jirani yako kama unataka baraka, penda kazi. Ngoja niwaambie, Raheli alikuwa mzuri wa sura na mzuri wa umbo, lakini Raheli alikutwa kazini, ako na mifugo, anatembea nayo. Dada wanakuita mrembo wa Waithaka, wanasema wewe ni mzuri wa sura, tena mzuri wa uso. Sawa. Je, unapenda kazi? Wewe kijana unaitwa handsome boy, je, unapenda kazi? Nataka niwaambie, Bwana ametoa baraka mahali pengi na kwa wengi, lakini sio kwa wazururaji. Bwana anatoa baraka kwa wanaofanya kazi, hata kama ni kidogo, hata kama ni kazi ndogo. Kwenye kazi kuna baraka. Hao watu wa mina zao ni za jamani, kwenye kazi kuna baraka. Hebu mwambie jirani yako kwenye kazi kuna baraka. Yaani hata kama umeamua ukusanye chupa ukaziuze ambazo wengine walikunywa maji, kama umeamua ndio kazi yako, kuna baraka. Hata kama unapika mandazi, hivi mandazi mnayajua pia. Hata kama unapika chapo, hata kama umeamua kufanya chochote, umeamua kwenda kudeki nyumba za watu, umeamua kwenda kufua nguo za watu, umeamua kazi yoyote, ninawatia moyo ya kwamba kwenye kazi kuna baraka. Penda kazi, hata kama ni kidogo, utainuka kutoka chini kwenda juu, kutoka chini kwenda juu. Raheli mrembo anapenda kazi, anapenda kazi. Penda kazi. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Mikutano inatutia moyo tupende kazi. Na yote ambaye ana nia kufanya kazi, iwe kazi ya biashara,
inayotumia nguvu, inayotumia elimu, inayofanyika chochote, yeyote ambaye ana mpango wa kufanikiwa kwenye mikutano hii, popote Yesu alipotenda muujiza aliuliza. Hata Mungu katika Agano la Kale alipotaka kutenda muujiza aliuliza, una nini mkononi mwako? Una nini nyumbani mwako? Nami kwa neema ya Bwana katika mikutano hii, hata kama una kazi ila una nia ya kufanya kazi na unasema Bwana, au ninataka niwe na mimi na kitu cha kujishughulisha, Bwana akupe hicho, na katika hicho ubarikiwe. Yani haleluya. Raheli akawa anapenda kazi, hachagui kazi, hadi kuchunga anachunga. Ndipo tunaenda katika kilele cha mikutano hii. Raheli akakutana na Yakobo, akapendwa na Yakobo. Yakobo akampenda Raheli, mzuri wa sura, mzuri wa umbo, lakini Raheli akampenda Yakobo kwa sababu pia alionyesha upendo kwake. Tuendelee mbele. Yakobo amebaki na Raheli. Fundisho letu ni kubwa tu hapa, limefika katika mahali pake jioni ya leo tunapotaka kuomba na kila mmoja wetu. Raheli akawa ametengenezewa njia. Ukisoma mafungu yanayofuata ya 17, 18, 19 ya sura hiyo, baba yake Raheli akamwambia Yakobo, unataka ukae kwangu bure? Usikae bure, fanya kazi. Na wewe nadhani kuambia usikae bure bure, usikubali maisha ya kuwa bure bure, usitaki kupoteza muda, penda kazi. Kuna baraka kwenye kazi. Ndiposa tunamwona Yakobo anaambiwa, utataka nikupe nini? Anasema, unipatie binti yako Raheli. Akaambiwa, ukifanya kazi kwa miaka 7 nitakupa huyo. Lakini baadaye Raheli hakupewa, akapewa Lea. Na tunaambiwa Lea alikuwa na makengeza, macho yamelegea. Akapewa huyo usiku. Kati ya watu walionishangaza brother Lamek, yani Yakobo kwa mzuka, yani kwa upendo aliokuwa nao, akakubali afanyiwe sherehe mchana, haoni mrembo, alafu ati mrembo anakuja usiku. Hii ni habari ya tofauti sana. Yani anampenda binti mpaka amesahau. Hii nayo ni ajabu sana. Anafanyiwa sherehe kwenye mchana kweupe, haoni mrembo, usiku akachomekewa, akapewa mrembo Lea badala ya Raheli. Kitu gani nataka nikwambie hapa? Baada ya kuwa Lea ndiye aliyeolewa, bado moyo wa Yakobo hauhami, bado anampenda Raheli yule, hata kama Lea ameshapewa kama mkewe. Wako wapi wanaume ambao watabaki na msimamo, watawapenda wake zao? Wako wapi wanawake ambao watabaki na msimamo, watawapenda waume zao, katika umaskini na katika utajiri, katika elimu na kutokuwa na elimu, katika maisha ya chini na ya juu? Wako wapi ambao hawayumbi? Tunatafuta wanaume hao hapa Waithaka. Kenya inatafuta wanaume, Tanzania, Afrika, Ulaya inawatafuta wanaume ambao hawabadiliki, wanaendelea kupenda walichopenda mwanzo. Mimi nataka nikwambie, upendo usiobadilika, upendo wa dhati unatafutwa. Wanaume tubadilishwe, wanawake tubadilishwe, na kila mtu abadilishwe, na upendo wa dhati upatikane, upendo usiobadilika. Jamani, Bwana asifiwe. Yani Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, Mungu akupatie upendo usiobadilika.
Mwambie tena Mungu akupe upendo usiobadilika. Kuna wengine tu wamekuja hapa Nairobi, Waithaka kushuhuza macho. Wameshasahau kwamba wanamke na mume huko walipotoka. Wameshasahau Yakobo alimpenda Raheli na hakuhama. Alijua hata kama nimepewa Lea, lakini moyo wangu uko kwa Raheli. Una watu wana mioyo inarukaruka, inahamahama, anataka kwenye hera, anataka kwenye cheo, anataka kwenye sura, anataka kuna kule. Nampongeza Yakobo asiyebadilika. Wanatafutwa wanawake na wanaume wenye upendo usiobadilika, na kuombea wewe uwe miongoni mwao. Jamani, haleluya. Hivi ni tamaa yako kweli kwamba usibadilike? Hotuba hii ina mafundisho mengi sana, lakini nikuvute hapa karibu katika mwisho wa somo hili kabisa, tukiwa na dakika kama 5 hivi. Raheli alipendwa sana. Mwanaume akaongeza miaka 7, inakuwa miaka 14. Anampenda, anakubali, maana anaambiwa sasa fanya tena kazi miaka 7. Labda nilikana kwamba namwambia kama wewe ni mwanaume na unapenda miaka mingine tena, Raheli utampata. Akijua angekata tamaa, lakini Biblia inaniambia ukisoma katika hiyo sura bado alifanya hivyo. Na mwisho wa sura hii Bwana anasema katika neno lake, sura 29, akampa Raheli, akawa na wake 2 na vijakazi 2, akaishi nao. Lakini the end point is this: wakati Yakobo na amempenda Lea na amemuoa Lea, lakini moyo unampenda Raheli. Sikiliza vile Mungu alivyo ajabu. Mungu akamtetea Raheli, akamtetea Lea. Akasema kwa sababu huyu hapendwi, nimfungue tumbo awe na watoto, alafu huyu asubiri kidogo, angalau na yeye apendwe, maana sio kosa lake, ameozeshwa. Ngoja nikwambie, Mungu anawatetea watoto wake. Akiona unateseka kwa hili, atafungua baraka kwingine. Lea hakuwa na sura ya kupendwa, ila alikuwa na kiwanda kizuri cha watoto. Mungu akiona umenyima baraka hii, anakupa nyingine. Usiogope. Ukiona hili halijafaa, mwambie Bwana, nipe lililo mapenzi yako. Mbona sioni watu wanaonielewa? Yaani Bwana asifiwe. Pastor Paul, mwanamke ana sura mbaya, ila akapewa kiwanda kizuri. Alafu mwenye sura nzuri akanyimwa watoto. Usiteseke kwa baraka ambazo huna. Kama umepewa hiki ukanyimwa kile, mwambie Bwana asante, maana uliyenipa hiki kesho utanipa tena. Yaani Bwana asifiwe. Yaani Bwana asifiwe. Jifunze. Acha kulalama, acha kujuta. Mimi nina hela lakini sijaenda shule. Kuna anayesema nimeenda shule ila sijaajiriwa. Mimi nina watoto wengi na wananisaidia. Kuna mwingine anasema mimi tangu niolewe sijapata mtoto. Mimi na sura mbaya. Kuna mwingine anasema mimi na sura nzuri lakini siolewi. Na bahati mbaya, wenye sura nzuri na wanaojisikia sana hawaolewagi, ila wenye sura kama ya kwangu walionyenyekea kwa Bwana wanaolewa. Ukinyimwa kimoja utapewa kingine. Mungu yupo. Jamani, Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, jifunze kuhesabu baraka zako. Jamani, haleluya.
Hebu nione wanaonielewa, wanaonielewa. Usitishike, hamna aliyenyima baraka. Baada ya kuwa Raheli amependwa na kudekezwa sana, akalia we, hapati mtoto, miaka nenda rudi. Lakini saa ya Bwana, nina habari njema. Saa ya Bwana ilipofika, saa ya Bwana, the time of God. Mungu ana saa yake. Naomba ni twist mind yako. Mungu ana saa yake. Wakiona kwamba hilo unaloliomba sana halijibiwi, usikate tamaa. Sio swala la uwezo wa Mungu, ni swala la wakati. Na muda ukifika litatendeka. Ili unielewe, Mwanzo 30:22. Mwanzo 30:22. Biblia inasema Mungu akamkumbuka Raheli. Mungu akamkumbuka Raheli. Mungu akamsikia. Mungu akamsikia. Akamfungua tumbo. Akamfungua tumbo. Akapata mimba. Akapata mimba. Akazaa mwana. Akazaa mwana. Akasema Mungu ameondoa aibu yangu. Ameondoa aibu yangu. Akamuita jina lake. Akamuita jina lake Yusufu. Akisema Bwana uniongeze mwana mwingine. Uniongeze mwana mwingine. Sikiliza. Mungu akamkumbuka Raheli. Mungu akamsikia. Mungu akampa mtoto. Raheli akasema Bwana ameondoa aibu yangu. Kuna mtu ananisikiliza katika ibada ya jioni ya leo, anasema Pastor, nimechoka, ninalia, nateseka, huwa silali, mambo yangu hayaendi, nateswa, siolewi, ndoa yangu ni mateso, natafuta mtoto sipati, kazi sipati, mambo yamegeuka, mambo ni mabaya, amekata tamaa. Ninataka niongee na wewe leo. Mungu anakumbuka watoto wake. Jamani, yuko Mungu anayekumbuka. Na kama Mungu alimkumbuka Raheli, ninakuombea na wewe akukumbuke. Jamani, nakuombea na wewe akukumbuke. Jamani, nakuombea na wewe akukumbuke. Kama Mungu alimkumbuka Raheli, Mungu akukumbuke. Jamani, Mungu akukumbuke. Nasema hivi, Mungu akukumbuke. Kama Mungu anakumbukaga watu, hata akamkumbuka Raheli akampatia mtoto, alikumbuke hitaji lako leo. Akumbuke hitaji lako kwenye mikutano hii. Akupe. Nasema hivi, akupe nawe ufurahi. Lakini nisikilize hili. Raheli, mwanaume alikupenda miaka 14. Raheli, baada ya miaka 14 umeolewa, alafu tena hauzai, lakini mwanaume bado anakupenda. Raheli, ulipendwa hata Lea alipozaa watoto, bado ulipendwa. Raheli, umemchukua muda mrefu Yakobo. Raheli, mbona umependwa sana wewe? Umedekezwa na Yakobo, huzai, anakudekeza. Ndio ukisoma sura ya 30 mstari ile ya kwanza, anamwambia Yakobo, nipatie mtoto. Raheli alipendwa akadekezwa sana, Wazazi wanampenda, ana wazazi wako hai. Raheli amepewa uzuri wa sura na umbo. Raheli amepata mume, anampenda yeye peke yake, kufa kuzikana. Raheli, unapendwa, unatendewa mema na wazazi, mema na Mungu, mema na ndugu zako. Lakini hatari kubwa kwa Raheli,
my district pastor, hatari kubwa ya Raheli. Raheli imefika siku anaondoka na Yakobo, wanaenda, maana baraka zimeongezeka. Raheli akasahau baraka za Mungu, hata aliyemkumbuka akampa mtoto. Akasahau baraka za uzuri aliyopewa, akasahau baraka za kupata mume anayevumilia. Bado Raheli akakataa kumpenda Mungu, akakataa kumwamini Mungu. Raheli akaenda kwenye miungu ya baba zake. Raheli sura ile ya 31 mstari wa 34. Raheli baba yao amewafuata, maana mzee alikuwa na heshima miungu ya kwao, ameipa heshima. Lakini Raheli, mbona bado walikutana na Mwisraeli akakupenda, akakuruhusu muamini Bwana na Mungu akamsikia, lakini mbona akakalia? Na hayo ndio mafungu yakisomwa na malisho somo hili 34-31. Basi Raheli alikuwa amevitoa vile vinyago. Raheli alikuwa ametoa vinyago, ameviweka katika matandiko ya ngamia, ameviweka kwenye matandiko ya ngamia na kuvikalia. Akavikalia vinyago. Lapani akapapasa hema yote, wala hakuviona. Naye Raheli akamwambia bwana wangu, akamwambia baba yake, bwana wangu, asikasirike kwa sababu siwezi kuinuka mbele yako, maana siwezi nikainuka mbele zako, maana nimeshikwa kwa mambo ya kike. Nimeshikwa na mambo ya kike. Akatafuta wala hakuviona. Ninataka niongee na mtu mmoja. Angalia, Raheli amebuni mbinu ya kukalia vinyago. Nami nataka nikuulize, umekalia nini? Je, umekalia nini pamoja na Mungu kukupa uhai? Amekupa maisha, amekupa kila kitu, anakuneemesha, unakula, unalala, una pumzi yake. Lakini je, umekalia nini? Je, umekalia waume za watu? Je, umekalia wasichana ambao unawaharibu, wazazi wao wanalia, wanateseka kwa ajili yako? Je, umekalia uchawi? Je, umekalia pombe? Je, umekalia kitu gani? Nataka nikuulize, je, baada ya kuwa Mungu amekuumba, je, umekalia nini? Nini hicho basi? Mbona usikiachilie kwenye mikutano hii? Mbona usikiache? Na mimi sijui kwamba umekalia nini, na mimi sijui kwamba unateswa na nini ambacho hutaki kukiachia. Umekishika kuliko Mungu, umekishika kuliko Mungu. Ninatoa wito jioni ya leo, na ninakutolea wito wewe uliyeko njiani, uliyeko mahali popote, uliyeka hapa, uliyeko mtandaoni. Achana na hivyo vitu ulivyokalia. Inuka, nenda kwa Yesu, njoo kwa Yesu uokolewe. Inawezekana umekalia vitu fulani. Ndipo kwaya Evans Nyandigisi leo nitapopendelewa kuimba wimbo huo tena. Tunapoenda kuomba sasa, tunapokuja kwa haraka, yuko mtu amekaa kwenye dhambi fulani, yuko mtu amekaa katika maisha fulani. Yesu anampenda, alimuumba kwa mfano wake, alimtetea, alimruhusu akasoma, amempa akili, amempa vitu vyote. Lakini anasema, pastor, ubiri linanigusa sana, maana kuna vitu nimevikalia. Nataka nikwambie, Raheli aliyekalia miungu ya baba zake ilimfanya Raheli
Ukisoma sura ya 35, Yakobo tena akatoa tangazo, akamwambia Raheli, akamwambia na wengine ya kwamba kama kuna mtu ana uchawi, amekalia miungu, aitupe, maana tunaenda Bethlehem na tunaenda kuomba. Kama umekalia chochote na uko na mungu yeyote wa kigeni, uko na mungu yeyote wa kigeni, achana nayo. Akatoa tamko Yakobo, achana nayo. Bado Raheli hakutupa, aling'ang'ania miungu ya baba yake. Hatari iliyotokea ni nini? Raheli alikuwa mzuri, alikuwa mrembo, alikuwa mlimbwende, mtoto wa madaha, mwenye uzuri wa aina yake. Lakini hatari ni hii, hatari ni hii. Raheli akafia njiani. Raheli hakuzikwa makapela, hakuzikwa kwenye makaburi ya watakatifu. Raheli alipoteza nafasi ya wokovu. Raheli alikufa njiani. Nami natamani mwambie mtu mmoja, amka kwenye kile ulichokalia. Kama ni pombe, Yesu akushindie. Kama ni madawa ya kulevya, Yesu akushindie. Kama ni washerati, unzinzi, Yesu akushindie. Kama ni mambo fulani, Yesu akushindie. Amka basi, amka sasa. Achilia vile ulivyovikalia, vitakupatia mwisho mbaya. Ni nani yule basi anasema, Pastor, na mimi nafanya maamuzi hayo? Inawezekana ukaimba kwaya, lakini bado kuna vitu umekalia. Inawezekana ukaja mikutano hii, lakini kuna vitu umekalia. Inawezekana unasikiliza mahali fulani, kuna vitu umekalia. Ila nataka nikuambie, nataka nikutie moyo, Yesu anakuita leo ukiwa hujachelewa, ili akuokoe. Jamani, ili akuokoe. Raheli alipoteza nafasi yake, ila mimi na wewe leo tuna nafasi. Tuna nafasi. Jamani, tuna nafasi. Wimbo huo unaanza kuimbwa. Ikiwa katika beti la mwisho tutasimama na tutainuka mahali tulipo kama Raheli. Yes. Yes. Come. Ikiwa iko mmoja ambaye anafanya maamuzi ya kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anaungana na ndugu yetu hapa. Sogea tu. Unasema, Pastor, sijui kesho nisije nikakosa nafasi. Nimekaa bila kubatizwa, nimekaa katika maisha ya dhambi, nimekaa sina nafasi. Leo nakuja kwa Yesu. Tembea tu, tembea. Jo, tembea. Kimbia kwa Yesu. Wala uhitaji muda mrefu. Leo tu unasema, kama unahitaji kwenda Kanaani ya mbinguni, tembea rafiki yangu. Dada njoo, kaka njoo, hujawahi kubatizwa njoo. Come. Tunaanza wito siku ya leo. Dada, Mungu akubariki, utapokelewa. Njoo dada, njoo kaka, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Dada njoo, kaka njoo, rafiki njoo. Yesu anakupokea hata kama ungekuwa mlevi. Yesu anakupokea kwa namna ulivyo. Yesu anakupokea. Labda wakati wimbo umesimama, tunataka tuombe hapa na mgeni wetu wa siku ya leo. Unasema, Pastor, kisa cha Raheli kinaniuma. Raheli, kukuwa na mtoto Mungu akakupa. Mume anakupenda hata anakung'ang'ania miaka 14. Walikuwa maskini. Yakobo alikuja na kitu, mume amepewa mali za kutosha, lakini bado Raheli akang'ang'ana na miungu ya baba yake. Kuna mtu namuita anasema, Pastor, bado nang'ang'ana tu, natamani bado niendelee katika dhambi niliyoshikilia. Lakini Yesu anasema, mimi nakutaka hivyo ulivyo. Njoo tu
Nitakupokea. Sogea hapa kaka yangu, sogea hapa dada, njoo hapa mbele, njoo tu hapa ujipange. Hata mimi ni miongoni mwao wanaohitaji Yesu aendelee kunibariki, lakini wanasema napiga hatua moja ya imani ya kwamba hata kabla mafundisho hayajaendelea mimi nayatoa maisha yangu kwa Yesu, sije nikafia njiani nikapoteza nafasi ya wokovu. Kama yuko dada anasema kuna kesho pastor, hata hivyo ni siku ya kwanza, wiki ni 2, mimi nakuita leo mapema 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 mapema, ili kwamba utembee wiki 2. Kila siku tutakuwa tukiita na kumwambia mtu mmoja, kaka mmoja, dada, baba, mama. Dunia imetupatia vitu vingi na tumevikalia. Yesu anataka tuviache na tuinuke huko tuokolewe. Jamani haleluya, jamani haleluya. Je, yuko mmoja kati yetu hapa mwingine ambaye anasema pastor, I wish like coming forward, natamani nje mbele niombewe nipate baraka hizo, niamke kwenye kitu nilichokishikilia? Je, yuko huyo? Kama ni mmoja tu aje hapa. Usiangalie ulivyovaa, usiangalie mtazamo wa watu, usiangalie watasemaje. Wewe Yesu ni wa kwako, wokovu ni wa kwako. Mungu akubariki sana dada, karibu sana mpendo. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Wako watu wanaokolewa kwa mapenzi ya Mungu, kwa mapenzi ya Mungu. Je, yuko mwingine? Wenda ni wewe tu, na siku kweli zipo, lakini Yesu anakuhitaji leo. Kaka yangu, dada yangu, wenda umesimama pembezoni ila unasikia sauti hii, Yesu anaita. Wenda uko katikati ya umati huu, unatamani Yesu akupokee leo. Mwanzo wa mikutano hii, katika mwanzo kabisa wa mikutano hii, unasema Yesu nipokee na mimi niandaliwe kwa ubatizo mkubwa. Tutabatiza watu wengi sana hapa, na ubatizo ni bure na ni kwa kila aaminie, mwenye umri wa miaka 13 kwenda mbele, anayefanya maamuzi yake. Anasema sikalii miungu ya babu zangu inayotesa, sikalii dhambi fulani. Nataka Yesu anipokee kama nilivyo. One more minute, dakika moja tu imebaki kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako. Yatoe maisha yako. Je, yuko mmoja? Labda yuko mmoja anatembea mahali fulani. Mtie moyo, mtie moyo, mtie moyo, mtie moyo, mtie moyo. Na mjua Yesu ambaye akikupokea leo anatangaza upya, upya, upya katika maisha yako. Mungu awabariki mliosogea kwa ajili ya maombi, wale ambao mnaendelea kufanya maamuzi, wale ambao wanaendelea kuhitaji Yesu awapokee katika maisha yao. Ndio wakati namuita mchungaji mgeni wetu wa siku ya leo atuombee. Ikiwa kuna mtu mmoja tu, it was 1 minute. Kama kuna kaka, kuna dada, baba au mama anasema mtumishi, hotuba hii imegusa maisha yangu, najiona nikitenda vibaya kwa Mungu kwa kuto yatoa maisha yangu kwake kwa muda mrefu. Lakini pili, kuna vitu nimevikalia personally, kuna dhambi sijaiachia. Natamani waambie mikutano hii, wote mna haki, wote mna nafasi ya kuokolewa. Yesu anatupenda upeo, lakini kwa mapungufu yangu Bwana neema unijazie. Basi tuzime tu muziki huo. Pastor anaenda kuomba. Wenzetu wamepiga hatua moja mbele kwa ajili ya maisha yao kwenda kwa Yesu. Ikiwa na wewe uko nyumbani, uko dukani, uko njiani, uko hapa katikati yetu, na unafikiri kadiri siku zinavyoendelea
Utafika siku ya kuzamishwa kwa maji mengi, ili kama ni pombe useme pombe, kwa heri. Kama ni uasherati, unzinzi, madawa kulevya, dhambi fulani. Lakini kama ukuwa umefanya maamuzi hayo na unatamani wewe binafsi, rafiki yako, jirani yako, watu wako wa karibu wampokee Yesu, hivyo wasije wakapoteza nafasi ya kuikosa Kanaani ya mbinguni. Utamtaja mtu fulani ambaye unamuwaza, unasema huyo naye aokolewe. Au ni wewe mwenyewe unasema Bwana, na mimi niokolewe. Na utakuwa na kazi ya kuwataja marafiki katika maombi ambao unatamani wao waokolewe pamoja nawe, tusije tukafia njiani. Ni hatari limkuta Raheli aliyependwa na kudekezwa sana. Pastor, utatuombea na sisi wengine tulibatizwa lakini bado kuna vitu tumekalia. Asante. Mungu aendelee kutubariki. Mchungaji ikiwa atakuwa na la kunena na kuomba, karibu. Asante sana mchungaji. Wapendwa, mwito ambao umeitwana hapa ni mwito wa Yesu. Unaweza kuwa bado huko katikati, bado huko pembezoni huko, lakini katika mawazo yako unajisikia ya kwamba kweli ningejitoa kwa Yesu, maana wewe ndio najua mzigo ambaye umekulemea. Yesu ako tayari kukupumzisha. Kwa hivyo hata wakati wa maombi, kama umejisikia bado kuna nafasi, tembea ufike hapa, tuendelee. Utembee uingie, kwa sababu kwake Mungu anasema ananyosha mkono, hakuna yoyote aliyemwendea akamtupa. Wewe uko hapa na unajua kabisa hujabatizwa, ubatizo ya kweli ya kusamishwa ndani ya maji. Yende ikawa huko katika darasa la ubatizo, siku ya kwanza ni mibaraka ya kwanza, na kusii tafadhali tembea, jiunga na hawa ili tuweze kufanya maombi. Pastor alisema mkutano huu si kama mkutano mwingine yoyote. This is a very special meeting, and God has got something very special that he wants to do in your life. So if you are in baptismal class, you are also welcome to join this team. This is a very special prayer as we start the week. In my life, I've never seen the first day we do a call. This one is very special. And for sure this meeting is a very special meeting. Na wasi tafadhali, wewe usichukulie kama yale mkutano mengine. Hii mkutano ni wa kipekee. Huu mkutano Mungu ameita akiwa na kusudi. Unakaa hapo na wewe ni shahidi ya kwamba kuna mambo. Ulibatizwa lakini unajua vizuri ulirudi nyuma. Kwake Mungu bado kuna nafasi. Njoo ili uweze kutengeneza mambo yako na Mungu wako. Kumbuka Isaya aliambia mfalme Hezekia, akamwambia tengeneza mambo ya nyumba yako, maana kufa unaenda kufa. Hebu niwaambie watu wa Mungu, kifo haiko mbali na wewe. Tengeneza mambo na Mungu wako. Kama ulirudi nyuma, uli backslide, and you are still alive, you are still breathing, God has still given you an opportunity and time to make things in order. Please, if you are there, tafadhali kwa huruma zake Mungu ninakuita uweze kujiunga na hawa. La sivyo tutadumu hapo milele zote. Wewe ndio nasikia sauti ya Mungu. Maamuzi ni wako, wokovu ni wako, na Mungu anasema sharti lazima upitie mambo haya ndiposa uone ufalme wa Mungu. Kumbuka Yesu anaambia Nikodemo lazima usaliwe mara ya pili. Kama una mpango ya kuingia katika mbingu ya Mungu, ni lazima upitie mambo haya. Huko hapo, I'm giving you 1 minute, then I'm going to pray. Asante. Sisi ambao tulibatizwa hapo awali, pia mchungaji amesema
Angalia maisha yako kama kuna chochote ambacho unakikalia. Maana hata na hiyo ni kikwazo kwako. Utashindwa kusimama wakati unaitwa upate kusimama. Hebu na tuombe. Jina lako litukuzwe milele, Mungu wetu wa mbinguni. Kwa kuwa nafasi ni wako, siku ni yako, masaa ni yako, mwito ni wako, uhai ni wako. Chochote tulicho nacho Mungu wetu hatuna, ni yale ambao we mwenyewe Mungu umetupatia. Mkutano ambaye tuko hapa ndani yake, mkutano huu ni wako. Na mkutano umeuleta na uliupanga. You ordained this meeting even before we were born. That through this meeting, your children may hear your voice, may make a decision for you. Almighty Father, tunataka kukuinua na kukutukuza. Ya kwamba umeleta mkutano karibu. Tuliona ya kwamba wewe ni Mungu liye karibu, ni Mungu ambaye anatutafuta. Na hata leo hii katika uwanja huu tumesikia sauti yako. Baba, umenena nasi kupitia kwa mtumishi wako. Na ndiposa watoto wako wakajitoa kwako. Ulipotoa mwito, ukasema njooni nyote mnaozumbuka na kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Baba, watoto wako wametoka mchana wakati jua iko juu, wakionyesha ya kwamba wanakuja kwako na si kwa mhubiri. Maana hata mhubiri hana uokovu wake. Mhubiri hana mbingu. Mbingu ni yako Mungu wa mbinguni. Na watoto wako wamekuja. Na wanapotembea mchana, ishara ya kwamba wanatoka katika ulimwengu ambayo umeleta mzigo nyingi kwao. Baba wa mbinguni, naomba wapokee. Naomba sasa hivi mbingu inashangilia. Baba, shangilia pamoja nasi. Binti zako na wana wako wamekuja mbele wakisema wangependa wewe Kristo uchukue mzigo yao, uweze kuwapa nira yako ambaye ni mwepesi. Naomba kwa niaba ya mbingu, Baba, hivi sasa uwape ushindi wako. Hivi sasa Mungu wetu uwaokoe na wadumu katika uokovu wako milele na milele. Mungu wa mbinguni, naomba uwape ushindi juu ya kazi na ile mambo ya mwovu shetani na ila zake na mipango yake, ashindwe katika jina la Yesu. Maisha yao Baba, wafurahie uokovu ambao wamekuja ndani yake. Naomba Kristo upate kuwashindania katika mambo haya yote, wadumu katika furaha hii. Mungu wa mbinguni, unawajua. Sababu wewe ni Mungu naye mambo mazuri nasi. Na umetuambia una mpango ya kipekee, si ya kutuharibu, si ya kutuumiza, ila ni mpango ya kutupatia mwisho ambayo ina ushindi. Baba, washindanie katika kila hali. Manyumba zao wapate furaha ya ukombozi wako. Maana wewe unafanya vivyo hivyo. Tunapokuja jinsi ulivyomfanyia yule mwizi, ukamwambia tena utakaa nami katika paradiso. Baba, hata na hawa dada zangu na dudu zangu, najua umewapa ahadi hiyo. Hebu wadumu katika imani. Baba wa mbinguni, mwovu shetani anapotaka kuwarudisha nyuma, ashindwe milele. Uvunje minyororo ya shetani na ile kifungo ambaye anatufunga nayo. Baba, yashindwe yote. Watoto wako watembee wakiwa nuruni. Bariki mkutano, bariki wazungumzaji, bariki wakaaji wa maeneo haya. Mungu wa mbinguni, wabariki wanapoingia na wanapotoka. Na hata mahubiri ambayo bado inakuja, Kristo naomba utupe usikivu ulio mwema.
na hata ya kesho asubuhi saa 10 tukiwa hapa asubuhi na mapema, tuamuke pamoja nawe. Bariki kanisa ambalo Baba walijinyima, wakaona ni vyema walete ujumbe, habari njema kwa watoto wako. Mungu wa mbinguni, uwabariki na nyumba zao, uwabariki kwa kazi zao, uwabariki kwa biashara zao, ili kanisa iendelee kukua taa na kuita watu waingie katika nuru yako ambayo haina giza hata kidogo ndani yake. Tembea nasi, takasa uwanja, takasa mahubiri yote, takasa wanakwaya Mungu wetu wanapohubiri, kwaya zetu za hapa makanisani mwetu Mungu wetu, kwaya yetu Bwana ya Kawangware, kwaya yetu ya ambayo wamekuja wageni, kwaya yetu ya New Life Satellite, wote Mungu wetu, all the 4 churches, my Father, I pray that may your spirit continue leading us. May you lift this district in a very special way. Lift your man servant, mchungaji ambaye umeleta hapa ili aweze Mungu wetu kuhudumia watoto wako. Umbariki pamoja na nyumba yake. Bariki wazee wetu, bariki viongozi wote, na bariki maeneo haya katika nchi yetu ya Kenya. Baba, tunaomba leta amani yako. Utuondolee mapepo yanayoleta kupigana katikati ya watu. Utuondolee mapepo yanayomwaga damu ya watoto wako. Utuondolee mapepo ya madawa ya kulevya, madawa ya kutuchanganya, madawa ambayo yameharibu watoto wetu, pombe yote na usherati yote. Baba Mungu wa mbinguni, naomba utuondolee. Watoto wako watembee wakiwa na furaha kwa sababu umewaita. Neema yako iweze kwa juu yetu sasa hivi na hata milele, kupitia kwa jina la Yesu naomba. Amen. Tumesimama hapo, kila mtu amesimama hapo. Niseme haya yafuatayo. Mwambie Mungu kupitia hubiri la siku ya leo akuwezeshe uinuke tena. Yaani Mungu akuwezeshe uinuke tena. Amen. Hivyo vilivyokuwa vimekaliwa tunavikataa kwa jina la Yesu. Amen. Hata kama ulikuwa umekalia uchawi, ushirikina, ulikuwa umekalia nguvu za kwenu kwenye biashara, achana nazo, inuka, mpe Yesu maisha yako. Na kama kuna vitu ulivyokuwa umevipa kipaumbele, viache. Tangazo lingine, tunaanza kwa wito wa ubatizo tangu leo. Tena unajua sikuwa niite leo, lakini bado alipojitokeza wa kwanza nikasema yatosha leo pia kuwa siku ya. Hivyo basi jambo hili, ikiwa unajua unahitaji kubatizwa, anza kuandika majina yako. Mr. Lami, kinyosha mkono, yuko pale. Even targeters kwa umoja wenu, nyosha mkono muone yeyote katika hao. Lakini pia wazee wa kanisa wako hapa na wengine wako kule, wazee wangu elders wa makanisa yote, nyosha mikono. Nyosha mkono kwa uaminifu. Bwana wabariki. Andika jina lako kwa yote aliyenyosha mkono. Ukimwona njiani, ukimwona mtu yuko hapa mkutanoni, mwambie nataka nizaliwe kwa maji mengi. Jumamosi ya kwanza ijayo tutakuwa na ubatizo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mkubwa sana, yeyote atabatizwa. Tangazo la mwisho, kesho kwa sababu ni Sunday, tutakuja hapa saa 10:30 hadi saa 11 kamili ni nyimbo. Lakini saa 11 hadi saa 12 ni neno la Bwana. Baada ya hapo kila mtu atatawanyika na ratiba nyingine za hapa zitaendelea. Vinginevyo siku zijazo itakuwa ni saa 10 asubuhi. Baada ya kusema haya, ninatangaza rasmi tangu jioni ya leo, ikiwa kulikuwa na mchawi maeneo haya anayejua kuloga na kuwanga, na mtangazia maeneo yote ya Waithaka yako mikononi mwa Bwana. Na kama kuna mchawi anajiamini, aanze kuikorofisha nguvu ya Bwana, atakamatwa mchana kweupe. Na kama kuna mtu ana vitu vya giza, alete vichomwe. Asipotaka kwa hiari, atakuja kwa lazima. Nguvu ya Mungu peke yake imetawala, na kila mmoja awe na amani. Watu watalala vizuri, hakuna ndoto mbaya tena,
hakuna uchawi na mapepo. Bwana amesimama. Tangazo la mwisho kwa umuhimu. Kila mtu ana haki ya mikutano hii. Hakuna yeyote wa kubaguliwa. Njoo tangu leo, kesho na kuendelea. Umekaribishwa. Wewe ni wa thamani. Mungu atubariki. Jamani, Mungu atubariki. Hatufi kama Raheli, sisi tunaenda Kanaani. Na mikutano hii ifungue maisha yako. Basi Mungu awabariki sana, na ndipo tunataka kutolewa hewani hapa kwa Get the Point, na Bwana azidi kuwabariki tunapoendelea kufuata taratibu mwingine, na Bwana awabariki. Elders, here is your mic. Asante sana mtazamaji wa Get the Point, pamoja na wale wote ambao wamekuwa kitazama mitandao yetu ya kijamii ya Satellite New Life SDA, ambapo tumekuwa tukirusha matangazo haya. Wengi tu ambao wamekuwa mkitazama kutoka maeneo mbalimbali yakiwa pale Marekani. Tumemwona pale Kalen, ambaye pia Brian Ondabu, pamoja na wengine wengi ambao wamesema kwamba wanaendelea kufuatia mitandao yetu kutoka pale Marekani na hata sehemu zote kote duniani. Tunawakaribisha tena hiyo kesho saa 10:30 asubuhi, lakini kwa hivi sasa tunatamatishia hapa. Hiyo kesho tunaanza tena katika wiki 2 mfululizo wa nyimbo pamoja na mahubiri, mafundisho ya Biblia na uchanganuzi wa kipekee, hadi tutakapofika tamati mwa vipindi vyetu katika wiki 2 zinazokuja. Mbarikiwe sana hadi tutakapo tena kutana wakati mwingine. Bwana